Bana, wanasema siasa ni mchezo mchafu sana kwenye maisha ya binadamu. Siasa ni mchezo mchafu sana kwenye maisha, kwenye career yako yoyote. Bana, kama unafanya mishe zako, achana na mambo ya siasa. Usiingize siasa kwenye mambo yako kabisa, yani ambao unajua ukiinterfere na siasa itakugharimu sana. Sasa kwa Bongo, unajua wasanii wetu ni wasanii ambao kweli wanatafuta gari, kweli ni kwamba ni watu ambao wanapitia maisha, wametokea kwenye maisha magumu, lakini unajua sometimes njia zinakuja zinaharibu mambo mengi sana. Unajua bwana, wasanii wetu ni kwamba lile sakata la masuala ya uchaguzi uliotokea Oktoba 29 yameondoka sana na maisha ya watu wengi sana. Yameondoka sana na endorsement za watu wengi. Ule the way wasanii wetu walivyokuwa na maisha mazuri, the way walivyokuwa na wanapiga show ni tofauti sana. Ukiangalia kutoka ile matukio yametokea, walivyokuwa wanapiga show za vyama vile, wanavyokuwa wanasifia, kuja kuangalia sasa hivi ni kama maisha yamebadilika kweli. Maisha yamekuwa kama ni kama wao ndio yamerudia, yani yale matatizo wengi waliopitia, ambao masaibu ambao bado mpaka wengine bado hawajasahau mpaka sasa hivi yamerudia wao. Yani kimewagharimu mpaka kiasi kwamba uwezo ukasikia tena kwamba msanii fulani ana show sehemu fulani, hapana. Kutokana na kwamba wanajua zile atakavyoandaa, mwitikio wa watu utakuwa ni mdogo. Watu the way sasa hivi wamekuwa kama wameshaona, walitegemea kwamba wasanii kwa sababu ndio kioo cha jamii watakuwa wanawasemea. Walitegemea wasanii ndio watakuwa mstari wa mbele kutetea haki zao, lakini mwisho wa siku wasanii wamekuwa kimya. Msanii aongelee chochote kuhusu mambo hayo. Imebidi nao wakae kimya, wasije wakafuatilia mambo yao. Sasa maana kama mtu ambaye tunamsupport ili aje atubebe anakaa kimya, atusaidie na sisi, inabidi na sisi tukae kimya, tusimsaidie. Maisha ya kisanii ni maisha ambayo inahitaji focus zaidi kwenye mambo yako. Ukishaingiza mambo mengine ya nje ndo zaidi kabisa unapojaribu. Sasa sisi wasanii wetu ni kwamba walikuwa wajali chochote. Wao walichokuwa wanaangalia pesa. Walikuwa hawajui kama madhara ya mbeleni ingekuwaje. Huenda asingetokea ile matatizo, labda asingetokea ile janga lilotokea, labda mambo mengine yangevurugika, yangetokea tu, huenda tu lazima kungekuja kutokea jambo. Maana the way unavyowakilisha jamii, unapaswa uwe mtu wa tofauti. Upasi kuwa wewe ni mtu ambao utakuwa unasifia mambo mengine ambao mambo ni ya giza, mambo mengine ni ya ajabu, lakini muda wote utakuwa unasifia. Hapana. Ndio wasanii wetu wanaopitia hali hiyo sasa hivi. Na wakiendelea hivi, na sisi wananchi tukiendelea hivi, na sisi mashabiki tukiendelea kukaa kimya hivi, basi kila mtu atakuwa anaangalia sehemu yake ya kupata chakula. Kila mtu ataangalia sehemu yake ambayo anaamini atapatia ulaji, na utakuwa mbaya zaidi. Maana unajua wengi ndio wanategemea ndo kazi yao, lakini haiwezi kuwa mbaya kwa nani kwetu sisi, kwa sababu sisi tulitegemea nyie ndo mtakuwa mstari wa mbele kutuongelea sisi, kuongelea mabaya yetu, kuongelea ambao tunapitia, kuongelea shida zetu. Lakini nyie mmekaa kimya, mmesifia wale ambao walifanya maovu, mmesifia wale ambao waliwadhuru wananchi. Basi mwisho siku maisha yanakuwa hivyo. Wasanii wetu, japokuwa mimi sio kwamba ninaongea kwa nia mbaya, hapana. Mimi naongea kwa sababu naona maisha ya wasanii wetu ni kwamba yanategemea sisi sana. Yanategemea sana mitandao ya kijamii. Bila sisi wao sio chochote. Ndio hivyo bana, maisha inabidi yaendelee.